Bwana asifiwe sana. Angalia tukio lingine la shukrani. Ipo kwenye Nyakati wa Pili sura ile ya 20 kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 25. Lakini neno la Mungu linasema hivi: kuna Waarabu walikuwa wamekusanyika, maadui wa Israeli, zikakusanyika nchi 5 countries. Wakakusanya jeshi kubwa, wakasema tunataka tukawaondoa Waisraeli wafute kwenye ramani ya dunia. Wakajikusanya. Kipindi hicho mfalme alikuwa ni Yehoshafati. Yehoshafati alipopata taarifa za kiintelijensia ya kwamba bwana mataifa 5 wamekusanya jeshi kubwa, wamejikusanya kwenye bonde fulani, alafu wanakuja kutuangamiza. Neno la Mungu linasema hivi: Yehoshafati alitangaza maombi ya kufunga kwanza. Biu akapiga akasema, Yuda wote tutakusanyika hekaluni mwa Bwana, tutakuwa tunafunga, tunafanya maombi ya kufunga. Wakafanya maombi ya kufunga. Kwenye yale maombi ya kufunga, nabii mmoja akainuka akasema, Israeli msiogope, kwa vile mmejitoa na mmemwomba Mungu awasaidie, Mungu amesikia maombi yenu. Akasema, lakini kwa vile mmemwomba Mungu, ameamua kusema hivi, vita yenu vita hii sio ya kwenu, vita hii ni ya kwangu. Anaamua kuichukua mwenyewe. Akasema, lakini anawapa zoezi moja. Mtakuwa wakati kule kwenye vita, si kwamba hamtaenda kupigana vita, na nyie kusanyeni jeshi, nendeni kule muwakute wale wanajeshi walipojikusanya, lakini kule mtakuwa mnamsifu Mungu na kumwabudu tu. Haleluya. Neno la Mungu linasema kipindi kile kwenye kanisa lile, kwenye lile hekalu la Israeli, kulikuwa na kwaya moja ambayo ilikuwa ni kwaya ya ukoo, ni ukoo wa kikuhani, ilikuwa inaitwa wana wa Asaf. Ilikuwa ni kikundi cha praise and worship, wataalamu wa kupiga kinubi, wataalamu wa sauti, wataalamu wa kuimba. Neno la Mungu linasema akawaambia wana wa Asaf, akasema, sasa nyie ndio mtatutangulia mbele vitani, wanatangulia wanakwaya. Haleluya. Yaani watu wanaenda kupigana vita, alafu wanaenda wana praise, wana gita. Wenzio kule wana nini? Wana mabunduki, wana mabomu, wana ngao, wana mishale, lakini wewe unaenda na nini? Na gitaa. Tumeenda vitani. Walipoenda kule vitani, waliimba wimbo mmoja, wanasema hivi: mshukuruni Bwana kwa kuwa yeye ni mwema, maana fadhili zake ni za nini? Tangu. Wakawa